Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, na wahubiri wote ambayo wametuhubiria leo, na wageni wote na watu wa Homa Bay kwa ujumla wote, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. God is good all the time. Mheshimiwa Rais, tulichelewa, tulikuwa huko Migori. Kulikuwa na uchaguzi ya ODM ya county. Excellency, unajua siasa ni kitu mbaya. Inafanya hata watu wanakosa maombi. Kama leo sasa watu walikuwa wanaenda mbinguni, watu wa Migori wangebaki nyuma. Kama hii ndio ile ilikuwa inapeleka watu waende waone Mungu. Sasa tunaomba waskofu watuombee ili tusibaki siku nyingine nyuma. Your Excellency, mimi nina machache ya kusema. Ya kwanza ni ya kwamba kushukuru wewe kwa mambo ambayo yanaendelea hapa kwetu Nyanza, Migori, Homa Bay, Kisii, Mira na Kisumu na Siaya. Kuna mpangilio kubwa ya maendeleo ambayo inaendelea. Na sasa ndio watu wameona the reason why ulitengeneza serikali ya broad based. Agenda ya serikali ya broad based ilikuwa kuleta maendeleo na kuleta Wakenya pamoja ili wananchi wote hapa Kenya wanufaike, wapate maendeleo na wasaidike. Vile unavyojua kuna sehemu zingine hapa Kenya ziliwachwa nyuma tangu uhuru ipatikane. Sehemu ambaye maendeleo haikuwa inafika kwa njia yoyote, mara wanaambiwa hawa ni wapinzani, mara hawa sijui ni Waganda, hatukujua the reason. But now maendeleo inafika kila pahali under the broad based government. Na hiyo ndio Mkenya yoyote anajivunia kuwa Mkenya. Your Excellency, unajua siasa ya ubaguzi na siasa ya ukabila itasumbua Kenya. So lazima, the way I'm told the preacher has said, when I was in Migori, someone called me, the preacher said that leadership is taking difficult decisions and taking people to where they don't want to go. It is very true. Watu wataki kuenda pali ambaye ni ngumu. So uongozi wako ambaye inapeleka watu sehemu ngumu ndio uongozi ambaye itakuja kuleta maendeleo. Ya pili, Mheshimiwa Rais, katika hii mpango yetu ya siasa, na leo tuko kwa kanisa na pale ya maombi, mimi naomba wanasiasa wenzangu tutoe mambo mbaya na mambo ya kuongea vibaya ndani ya kanisa. Tuende kwa masoko, tuende kwa barabara, tuende kwa marali. Kama unataka kuongea juu ya masikio ya rais, enda fanya huko kwa soko, pali mimi utanipata. Mimi pia niko sokoni, sitaki kuongea ndani ya kanisa vibaya. Usiongee juu ya watu wengine ndani ya kanisa. Na kanisa isiruhusu hiyo, wakatai kabisa. Kwa sababu wengine labda hawajakuja kwa kanisa kufanya maombi, wamekuja kwa nia nyingine ambayo haijulikani. So tunataka kama watu wa siasa tukutane huko nje ili tupatane ana kwa ana, sio ndani ya kanisa, kwa sababu kanisa ni pali patakatifu. Ya mwisho, Your Excellency, mimi nataka kuomba kama minority leader ya bunge ya kwamba mimi naomba tuheshimu ofisi ya rais na tuheshimu the presidency. Mimi najua ya kwamba unaweza kashifu, you can criticize, you can say anything you want to say, but you cannot go to the level where you want to erode dignity of that office of the presidency. Kuna watu wengine hapa Kenya ambaye ni media owners, wako na gazeti yao, wako na TV yao. Gazeti moja inaitwa Standard, mwenyewe ni Gideon Moi. Gazeti nyingine inaitwa Daily People, ni ya Uhuru Kenyatta. Kazi yao imekuwa kutusi rais kila siku, kila siku, kila siku. Na mimi najua shida yao ni nini. Shida yao ni ya kwamba hawa wazee
ambaye wako na media house yao wameshindwa kuamini mtu maskini, mtu ambaye baba yake haijulikani, mama yake haijulikani, amekuwa rais ya Kenya namna gani. Hiyo ndio shida ambayo inasumbua hao. Na mimi niko na hakika baada ya President William Ruto, mtu maskini mwingine ndio atakuwa president kama mimi. Hawezi rudi kwa hii matajiri. It will never go back to these rich people, I can assure you. Kwa sababu Mungu anasaidia umaskini. Mungu anasaidia yule mtu ajulikani. Mtu anasaidia yule mtu ana viatu. Mtu hawezi kusaidia. Ile masaka ilifanyika huko Uganda, huko Rwanda, zililetwa na media mbaya. It is the media that caused huko Rwanda, zililetwa na media mbaya. It is the media that caused that havoc in those countries. Unless there is a plan, those two media owners, Gideon Moi na Uhuru Kenyatta, wako na njama ya kuangusha media owners. Gideon Moi na Uhuru Kenyatta wako na njama ya kuangusha nchi yetu. Unless they have that plan, mimi naomba wakome. And they should wafanye media kwa njia safi. They should be, and we don't want to regulate the media. When I say this, I don't care. Hata wakiandika mimi nimelala wapi, nimelala na nani, nimekula nini, waandike. Lakini lazima tuheshimu maofisi ambayo tumepewa na katiba. Kama the president. The president is a symbol of unity. You cannot keep on using your media house as dynasties. Kila siku kazini ni kutusi rais kwa sababu hujui mama yake ni nani, baba yake ni nani. Nyinyi, mimi najua baba yenu alikuwa rais. Baba huyu mwingine alikuwa rais. Huyu akakuwa rais na huyu mwingine anataka kuwa rais. Sijui sasa atakuwa mbele yangu rais namna gani? Mtu ambaye hata hajielewi. Kwa hiyo machache, mimi namalizia kwa kusema we must defend ourselves from this biasness that is being perpetuated by the media that is owned by tycoons in this country who want to cause chaos and havoc in our country. Asanteni sana, Mungu awabariki.